real estate. Unajenga nyumba, unanunua, unapata hela milioni 50. Unajenga nyumba, ufanyeje? Upangishe. Milioni 50, sawa? Kodi 300,000 kwa mwezi. Sawa. Mara 12. Kwa kodi yako kwa mwaka ni milioni ngapi? Milioni 3,600,000. Na 600,000. Sio ndio? Kwa hiyo inabidi uchukue milioni 50, ugawanye kwa ngapi mzee? Milioni 3,600,000. Una uhakika? Unachukua hela yako itarudi baada ya miaka 14. Kwa milioni 50. Kwa hiyo baada ya miaka 14 ndio useme sasa. Ndio useme sasa. Sasa niko kwenye tunafanya biashara. Naomba urudie hiyo kwamba na milioni 50. Mnyalo unacheka tulia. Dawa ituingie vizuri. Sasa hivi vitu watu hawafanyi. Yaani msubiria kwanza. Nieleweshe vizuri. Nimechukua milioni 50. Tunajifarijigi sana. Nimeenda kujenga nyumba, si ndio? Ya kupangisha real estate, si ndio maana yake? Hiyo nyumba milioni 50 mimi napangisha kwa 300,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka milioni 3,600,000. Utapata hizo milioni 3,600,000, milioni 3,600,000 miaka mingapi ili ya milioni 50 yako uliyoweka irudi? Miaka 13. Hiyo miaka 14 ndio inaitwa payback period. Muda wa kurudisha hela uliyoiweka. Sasa ukienda kwa wataalamu zaidi huko ndani nitawachanganya wana. Kuna vitu vingi sasa. Kwa sababu kuna maintenance. Hapo ya sure. Haibaki hivyo. Sina nielewa. Ndani ya miaka 14 hizi. Unanielewa? Inaweza kazidi miaka sasa. Kwa hiyo unapoingia kwenye real estate unatakuwa hakikishe unajua unachokifanya. Sasa chukua hiyo milioni 50, weka kwenye treasury bond. Treasury bond milioni 50 unapata asilimia kama 15 point, kuna inaenda mpaka 15.25 kwa mwaka. Treasury bond kwa mwana ambaye yuko treasury bond ni hati fungani ya benki kuu. Ukiweka milioni 50 kwa mwaka unaingiza milioni 7,625,000. Kwa milioni 7 wewe unaonaje? Ukajenge nyumba mara wakulipe wasikulipe au jiwekee kwenye bondi wewe unagonga milioni 7 milioni 3 na huna uhakika kama huyu bwana Engineer Kabenda. Nimemsikiliza vizuri sana na nimemuelewa vizuri na amechambua vizuri kwamba unapojenga, unapowekeza kwenye real estate lazima uelewe kitu hiki alichokizungumza. Hajasema msijenge, hajasema tusijenge. Amesema lazima tuwe tunakielewa hiki kitu. Lazima tuelewe. Ni kweli, hapa mwenyewe nimemuelewa. Ni kweli. Hapa mimi mwenyewe nimemuelewa, lakini ukumbuke hajasema tusijenge. Ila mimi mwenyewe kiukweli nimemuelewa vizuri. Kwenye uwekezaji wa real estate. Atolea mfano mtu mwekeza milioni 50 mpaka ile pesa kuja kurudi inatumia miaka 14. Kwa hiyo unapokuwa unawekeza ile pesa moja kwa moja, elewa kwamba unaiweka ile pesa yako ili uanze kula kidogo kidogo. Uanze kuitumia kidogo kidogo. Ndivyo nilivyoweza muelewa. Kwa sababu umewekeza milioni 50, unachukua miaka 14 ile pesa yako irudi. Ukumbuke kuna wakati mwingine bado nyumba inaweza kukaa haina mtu. Kwa maana ile miaka 14 inaweza kaongezeka. Kwa sababu ukikaa miezi 2-3 bila mtu na baada ya miaka 4-5 kuna miezi 2-3 kwa unajikuta siku zimeenda zaidi ya hiyo. Lakini jambo la muhimu la kuzingatia, hakikisha unaelewa ni nini unachokifanya. Hakikisha unajua hichi unachokifanya, kwamba ninawekeza pesa nyingi kwenye ujenzi, kwenye real estate. Sawa? Nikishawekeza sitachukua hela kwa pamoja. Hii pesa yangu nitaanza kuichukua kidogo kidogo. Kwa hiyo ni sawa na mtu ambaye amechukua pesa yake akaitunza sehemu, alafu anapokuwa nakula basi anakuwa na kiwango changu. Kwa mfano mtu amewekeza 100,000, nasema katika ile 100,000 mimi nataka niwe natumia kila siku shilingi 1,000. Kwa hiyo ikifika kesho nachukua 1,000, kesho kutwa nachukua 1,000 mpaka ile hela ije iishe. Lakini huyu anayewekeza ile real estate ni bora zaidi, kwa sababu yeye atawekeza kiwango kikubwa cha pesa wakati mmoja,
atakula kidogo kidogo mpaka kija kuisha, kitachukua muda mrefu, na baada ya hapo itakapokuwa pesa yake imerudi sasa, anaweza kuendelea na faida. Yani atachelewa kupata faida, lakini faida atapata, ila atachelewa. Ni wenzangu mmemwelewaje hapo? Mimi nimemuelewa hivyo, kwamba ndani ya hiyo miaka 14 mtu anakula ile pesa yake aliyoiwekeza kidogo kidogo. Baada ya hapo anaanza kupata faida. Ni kweli kwa hesabu ya haraka miaka 14 ni miaka mingi sana, kwa sababu mtoto anayekuwa anazaliwa mwaka huo, wewe unapoanza kuwekeza aliyozaliwa huo mpaka miaka 14, ina maana tayari hapo mtoto ameshaingia shule ya msingi na amemaliza, na ikiwezekana kwa form 1. Kwa hiyo yeye mtoto anapoanza kuwa form 1 sasa ndio anapoanza kula ile faida. Ni kweli miaka mingi, lakini jihesabilie hapo wewe ulipo na miaka mingapi? Wewe hapo ulipo na miaka mingapi? Utakuta hapo ulipo mtu na miaka 35, una miaka 40. Je, kati ya miaka 40 na miaka 14 ipi ni mingi? Kwa maana hiyo kama wewe una miaka 35, unapigia hesabu, nikiongeza miaka 14 nitakuwa na miaka mingapi? 49. Baada ya miaka 49 unaingia 50, umeshazeeka sasa, mwili nguvu zimepungua. Kwa unaanza kula sasa, ile ni faida tu, kurudishi pesa yako na kula faida tu. Kwa hiyo bwana, tuendeleeni kuwekeza, tuendeleeni kujenga, ila tu zingatia elimu kama hizi, kwamba ujue ninawekeza saizi, naanza kula kidogo kidogo, pesa yangu kurudi yote naanza kula faida, itachukua muda mrefu. Na hicho ndicho kikubwa kinachoeleweka, kwamba utawekeza afu baadaye utaanza kula kile kitu chako kidogo kidogo. Sio tunasema akiba haiozi, ndio ile akiba yako, mwisho wa siku unaanza kula kidogo kidogo. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa elimu zaidi na ujenzi kama huu. Shukrani.